Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Basi ninamshukuru mzee wa kanisa kwa kunikaribisha katika kipindi hiki. Nami nawakaribisha wote, karibuni ili tuweze kujumuika katika kipindi hiki cha mafundisho ya asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimebarikiwa kuwa pamoja nanyi katika kanisa la Edeni. Mungu awabariki sana. Tumekuwa na mfululizo wa masomo ndani ya siku 7. Nione watu waliokuwa wakihudhuria. Asante sana. Naona watu wengi walikuwa wakihudhuria. Na leo tutakuwa na uhitimishaji wa masomo haya ambayo tumeendelea nayo katika juma zima. Somo la asubuhi ya leo tutakuwa na somo linalo sema ufalme wa Sauli, fursa ya Daudi. Bwana asifiwe. Tumejifunza kisa cha Daudi wiki nzima. Na leo tutagusia mambo tu machache kuona Daudi alivyopata fursa kutoka kwenye ufalme wa Sauli. Ufalme wa Sauli ulimpa Daudi fursa ya kuwa mfalme. Bwana asifiwe. Basi tuombe. Mungu wetu, Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo. Umetuleta tena katika nyumba hii ya ibada kwa ajili ya kujifunza neno lako. Uwe pamoja nasi ukitufundisha kwa jina la Yesu. Amina. Ufalme wa Sauli, fursa ya Daudi. Tunapozungumza habari ya Sauli, Sauli ni kijana ambaye alitoka kwenye familia ya kabila la Benjamini. Na baba yake alikuwa anaitwa Kishi. Yeye alikuwa kabila la Benjamini. Lakini Sauli anaelezwa na historia ya Biblia kwamba yeye ni kiongozi wa kwanza wa taifa la Israeli. Bwana asifiwe. Sauli ni kiongozi wa kwanza katika taifa la Israeli. Na Sauli kuacha kuwa kiongozi ama mfalme katika taifa la Israeli, yapo makosa ambayo aliyafanya, Mungu akamkataa. Kwamba kwa makosa hayo hawezi tena kubakia kuwa mfalme katika Israeli. Kwa hiyo yapo makosa ambayo ukiyafanya Mungu hatakubaliana nayo. Iwe ni kiongozi wa kanisa, iwe ni kiongozi wa taifa fulani, Mungu hawezi kukubaliana kama alivyokataa makosa ya Sauli aliyowatenda katika taifa la Israeli. Katika kile kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 13 na ule mstari wa 8 ni moja ya kosa ambalo Sauli alilitenda. Hebu tuone kile kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 13 na ule mstari wa 8. Moja ya kosa ambalo Sauli alilitenda na Mungu hakukubaliana nalo. Na ndiyo moja ya kosa lililofanya Mungu amkatae Sauli. Soma hapo. Mstari wa 8, neno la Bwana linasema, akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Ule mstari wa 9, Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani. Na sadaka ya amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Sauli akatoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kutoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Alipokwisha kutoa sadaka ya kuteketezwa ambayo haikuwa halali yake kutoa sadaka, yaani hakuhusika, maana sehemu hiyo ilifanywa na makuhani peke yake. Lakini Sauli akachukua nafasi ya makuhani, akasimama kusimamia sadaka ya kuteketezwa. Na alipokwisha kufanya tendo lile, Samueli naye akaja. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki.
na kumsalimu. Akamsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami. Ni kwa sababu nimeona watu wanatawanyika mbali nami. Na wewe hukuja siku zile zilizooneshwa. Na wewe hukuja. Kwa hiyo baada ya kuona mimi watu wanatawanyika na wewe haupo, mimi nikachukua majukumu ya kusimama kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Akachukua jukumu ambalo hakustahili. Kwa hiyo ni moja ya kosa ambalo lilimuondoa kuwa mfalme. Liliondoa sifa ya Sauli kuwa mfalme. Kuchukua nafasi ambayo sio halali yako. Bwana asifiwe. Kwa hata leo anaweza akawa ni shemasi, hapaswi kuchukua sehemu ya mzee wa kanisa. Bwana asifiwe. Yaani shemasi hapaswi kuchukua nafasi ya mzee wa kanisa. Wala mkuu wa idara ya shule ya Sabato hapaswi kuchukua nafasi ya shemasi. Na wala kiongozi wa idara ya wakili hapaswi kuchukua nafasi ya karani wa kanisa. Kwa hiyo katika sehemu hii ya kung'ang'aniza kuchukua nafasi ambayo sio ya kwako, inakuondolea sifa ya kuwa Mkristo mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa kila mtu anacheza na nafasi aliyopewa. Kila mtu anacheza na nafasi ambayo Mungu wa mbinguni amempatia. Usiwe kama Sauli ambaye alicheza nafasi isiyokuwa ya kwake. Kwa sisi kwenye kanisa la Mungu, kila mtu anashughulika na sehemu ambayo Mungu wa mbinguni amemweka kwa ajili ya kazi yake. Bwana asifiwe. Sifa ya pili iliyomuondoa Sauli kwenye ufalme ni kile kitabu cha Samueli ya kwanza sura ile ya 15. Tutasoma ule mstari kuanzia mstari wa kwanza hapo tuone. Samueli ya kwanza 15 fungu la kwanza. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta. Uwe mfalume wa watu wake Israeli. Sawa. Basi sasa isikilize sauti ya maneno ya Bwana. Ndiyo. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo. Ndiyo. Amaleki waliowatenda Israeli. Amaleki waliowatenda Israeli. Jinsi walivyowapinga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Ndiyo. Basi sasa enda ukawapige Amaleki. Nenda ukawapige Amaleki. Na kuviharibu kabisa. Vitu vyote walivyo navyo. Wala msiwaachilie bali waueni. Msiwaachilie bali waueni Amaleki. Mstari wa 8. Neno la Bwana nasema. Akamkamata Agagi. Baada ya kuagizwa maagizo ya kwenda kuangamiza Amaleki, Sauli wako vitani, wamefika huko vitani, wamewaua wengine wale wa Amaleki, lakini akamkamata pia Agagi, mfalume wa Amaleki. Mfalume wao wa Amaleki yuko hai. Akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Akawaangamiza watu wa Amaleki wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi. Wakamwacha mfalume wa Amaleki ambaye ni Agagi. Endelea. Na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono. Na katika kondoo walio wazuri na ng'ombe wanono. Na wana kondoo na chochote kilicho chema, wala hawakukubali kuwaangamiza. Hawakuviangamiza. Bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Kibaya na kibovu ndicho waliangamiza. Lakini neno la Bwana nasema, mtakapowakuta wa Amaleki muwaangamize wao wote, angamiza kila kitu walicho nacho. Lakini wao, yeye Sauli pamoja na jeshi lake hawakuangamiza wa Amaleki. Baadhi ya Amaleki na vitu walivyokuwa navyo
vile vilivyo vizuri wakaviacha, vilivyo vibaya ndiyo waliangamiza, wakaenda tofauti na neno la Bwana. Kwa hiyo Sauli, hiyo ni sifa namba 2 iliyomuondoa kuwa mfalme. Ni sifa namba 2. Kwa hiyo tunapozungumzia somo hili la asubuhi ya leo, namna ufalme wa Sauli ukuwa fursa kwa Daudi, ni kutoka kwenye uongozi Sauli, halafu Daudi akaingia kwenye uongozi, lakini ni kwa sababu ya kupuuzia maagizo ya Mungu kwa Sauli, ndiyo maana Mungu akamkataa Sauli. Sasa ile sura ya 16 ya kitabu kile cha Samueli ya kwanza, sura ile ya 16, ndipo hapo tutaona somo zima namna fursa ya Daudi ilivyoingia kutoka kwenye ufalme wa Sauli. Na Samueli baada ya kuona hali ile, namna Sauli anavyovunja maagizo ya Bwana, namna Sauli asivyomsikiliza sauti ya Bwana, Samueli alibaki kusikitika na kulia, kwa sababu ndiye aliyemtia mafuta Sauli. Ndiye aliyemtia mafuta Sauli. Kwa Samueli aliendelea kusikitika, aliendelea kulia kwamba hivi kwa nini? Na kila tukio lilipokuwa likitendeka la Sauli amevunja maagizo ya Bwana, Samueli alikuja kulalamika kwamba kwa nini umetenda upumbavu huu? Kwa nini umefanya hivi? Na sasa Samueli alibaki kusikitika kwa sababu ndiye aliyemtia mafuta. Mungu alimtia mafuta kupitia mikono ya Samueli Sauli kuwa mfalme. Kwa leo inawezekana hata viongozi leo kanisani, tunapokuwa tumehubiri watu kadhaa kwenye kanisa hili, na wanakuja, tunapoona wanakwenda tofauti na maagizo ya Bwana, wazee wa kanisa, wakuu wa idara, washiriki wenzao wanakaa na kusikitika kwamba lakini huyu mbona tulitumia gharama kubwa kumhubiri, tulifanya effort mahara fulani, tulinunua vitabu kwa ajili ya kugawa, tulifanya 1 2 3, lakini ameshindwa kukaa kwenye kanisa, ameondoka. Kwa hiyo kanisa linabaki linasikitika. Masikitiko ya Samueli hata kwenye kanisa leo yapo, kama watu wanapokuwa wamekuja kwenye kanisa hili na kuondoka bila sababu. Na wakati mwingine wanaondoka nasema jamani, mimi nimeondoka ni kwa sababu walinikwaza. Halo? Na wanasema kwamba ni kwa sababu mimi nilikwazwa, ninaamua kuondoka. Sasa mimi nawaachia kanisa lao. Sasa tuone fursa ya Daudi baada ya ufalme wa Sauli. Samueli ya kwanza sura ile ya 16. Tutaanza ule mstari wa kwanza. Samueli 16 vile fungu la kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? Hata lini utalia kwa sababu ya Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli, hata lini utalia wewe Samueli? Hata lini utalia ikiwa mimi nimemkataa? Yaani wewe hata ukilia kwenye kanisa hili kwa sababu mtu fulani Mungu amemkataa, haina maana. Bwana asifiwe. Haina maana, maana mtu anayeweza kutenda kazi ya Bwana ni yule Bwana aliyemkubali. Ni yule anayesikiliza maagizo ya Bwana. Asiyesikiliza maagizo ya Bwana, Bwana anamkataa, maana hakubaliani na Bwana. Mungu anasema, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Bwana asifiwe. Kwa Mungu akatengeneza mpango mwingine, anamwambia Samueli, acha kulia kwa ajili ya Sauli, nenda kwa Yese Mbethlehemu, jaza mafuta, nenda kwa Yese, nenda Bethlehemu. Anasema nenda kwa Yese, nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Mstari wa pili anasema, Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Sauli akipata habari nimeenda kwa Yese kwenda kutia mafuta mtu fulani, Sauli ataniua. Samueli akaogopa. Na kwa sababu Sauli alikuwa anajulikana kwamba alikuwa ni jemedari,
Samueli akawa ameogopa sana. Lakini sikiliza, Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Nenda utoe taarifa kwamba nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Sio ajenda ya kusema kwamba nimekuja kumtia mafuta mtu fulani. Nenda kaseme nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Lakini ajenda ya Mungu ilikuwa ni kutia mafuta mfalme aliyemchagua. Bwana asifiwe. Kwa Mungu ana njia nyingi za kuchagua. Mungu ana njia nyingi hata pasipowezekana. Yeye ana njia nyingi. Anajua akienda Samueli na mbinu ya kwamba nimekuja kutoa dhabihu, hakuna atakaye hoji swali. Maana kutoa dhabihu ni kufanya upatanisho. Kwa hiyo hakuna ambaye ataweza kumuuliza swali kwamba kwa nini umekuja kutoa dhabihu. Isipokuwa wanamwambia nenda, chukua ndama, nenda katoe dhabihu. Lakini ajenda haikuwa kutoa dhabihu. Ajenda ya ndani ilikuwa ni kwenda kuchagua mfalme. Bwana asifiwe. Lile fungu la 3 linasema, ukamwite Yese aje kwenye dhabihu. Nenda muite Yese aje kwenye dhabihu. Nami nitakuonyesha utakayetenda naye, utamtia mafuta yule nitakayemtaja kwako. Nami nitakuonyesha nani utamtia mafuta nitakayemtaja kwako. Ila nenda kwa ajenda ya kwenda kutoa dhabihu. Lakini lengo tunakwenda kutafuta mfalme kwenye nyumba ya Yese. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki. Wakaja wazee kama ilivyokuwa kawaida kuja kumlaki. Wakitetemeka nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Umekuja kwa amani. Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Nimekuja kutoa dhabihu kwa Bwana. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Watu wote mjitakase, muje pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe. Akawatakasa Yese pamoja na wanawe. Akawaita kwenye dhabihu. Akawaita wote kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu. Alimtazama mtoto wa kwanza wa Yese, Eliabu. Akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake, wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Kwa maana mimi sijamchagua Eliabu. Yaani Eliabu inaonekana, Biblia inasema yeye alikuwa ni mrefu, mzuri, mwenye muonekano. Anasema baada ya Samueli kumuona Eliabu, akasema ni huyu ambaye anatakiwa kuwa mfalme. Inawezekana Mungu amemleta huyu. Lakini baada ya hapo Mungu akamwambia Samueli, hapana, wewe usione uzuri wake, wewe usitazame uso wake. Anasema hapana, Mungu hajamchagua huyo. Uzuri wa mtu sio uzuri wa mambo ya kiroho. Bwana asifiwe. Yaani kuonekana kwa mtu hakumfanyi ndio anayeweza kusimamia kundi la Bwana. Muonekana, urefu wake, uzuri wake hakumfanyi kuwa ndio kiongozi wa taifa la Bwana. Hasa Mungu akamwambia, wewe unatazama tu kwa macho. Wewe unatazama kwa macho kama wanadamu leo wanavyotazama. Huyo hafai. Kwa sababu Mungu yeye anatazama moyo, anasema huyo hafai. Endelea. Bwana haangalii kama binadamu. Angaliavyo. Maana mwanadamu huitazama sura ya nje. Maana sifa ya mwanadamu ni kutazama sura ya nje. Lakini sifa ya Mungu ni kutazama wapi, wapendwa? Moyoni. Ni kutazama moyoni. Na ndio maana leo watu sasa unapomwambia Bwana, lakini sasa mbona wewe muonekano wako sio wa Kikristo? Anasema wewe Mungu atazami wapi? Atazami nje. Mungu anatazama moyoni. Lakini mbona unavyotenda wewe sio?
sio Kikristo kabisa. Hata hivyo Mungu hatazami wapi? Hatazami nje, Mungu anatazama moyoni. Hiyo ni sifa ndiyo ya Mungu ya kutazama moyoni, lakini sisi wanadamu tumepewa sifa ya kutazama wapi? Nje. Bwana asifiwe. Kwa sisi tunapokuambia Bwana, wewe mbona kuvaa kwako sio wanavyovaa Wakristo, lakini wewe muonekano wako sio wa Wakristo, wewe usituambie Bwana. Mungu anaangalia moyoni. Moyo wako ndio unaotambulisha ya nje. Bwana asifiwe. Yaani unavyoonekana kwa nje, sisi ambao ndio tunakaa na wewe, ambao ndio tunaokusaidia, ambao ndio tunaozungumza na wewe, sisi tunatazama nje. Yaani tunatambulisha moyo wangu ndio unavyovaa hivi, moyo wangu ndio unaokula hivi, moyo wangu ndio unaozungumza hivi. Yaani Ukristo wako wa ndani ya moyo tunataka tuuone nje ya moyo. Bwana asifiwe. Ili uonekane Mkristo lazima tuone nje matunda yake. Sasa leo mtu unamwambia Bwana, lakini mbona wewe unaonesha hali sio ya Kikristo? Hata hivyo Mungu angalii nje. Nje Mungu anaangalia moyoni. Wewe unataka na sisi tuingie moyoni? Halo? Unataka na sisi tuingie moyoni? Anayeingia moyoni ni Mungu. Sisi tunaangalia nje, kwa maana ya kwamba wewe moyo wako unatambulisha hali ya nje. Bwana asifiwe. Endelea rafiki. Ndipo Yese akamwita Abinadabu. Ndipo Yese akamwita Abinadabu. Akampitisha mbele ya Samueli. Akampitisha mbele ya Samueli. Naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama. Yese akapitisha mtoto mwingine tena. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Wala Bwana hajamchagua na huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Yese akapitisha watoto wake 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Watoto wako wote wako hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao. Watoto wako wote wako hapa. Samueli akamuuliza Yese, watoto wako wote wako hapa? Hivi nini unajifunza mahala pale? Yaani Yese amewapitisha watoto wake wote waliokuwepo pale. Halafu baada ya kuwapitisha akakaa kimya. Swali, hivi Samueli asingemuuliza Yese, angesema na mtoto mwingine? Yaani maana yake Daudi wala hakuhesabika. Wewe unachukua uzoefu gani nyumbani ambapo unaona familia inajadili wewe, hata kama umeenda center tu kuzunguka kwa ajili ya mambo fulani? Yaani umeenda center au umeenda shambani, yaani unakuta familia na watoto wenzako wamekaa wakajadili na kuweka mkakati. Unajisikiaje usiposhirikishwa? Wewe unajisikiaje unapoona kanisa linajadili mipango na wewe haushirikishwi? Unajisikia kuwa na amani? Hasa anasema amebakia mmoja ambaye kwenye akili ya Yese hata haikuwepo kwamba hivi na yule anaweza kaja hapa. Yule hata asipokuwepo mambo tu yataenda. Na ndio maana alisema kuna huyu akapita, kuna huyu. Maana wito ilikuwa ni kwamba Yese, walete watoto wako wote. Daudi hakuletwa. Daudi hakuwa mtoto wa Yese, alikuwa ni mtoto wa Yese. Lakini kwa nini hakuletwa? Endelea. Na tazama anawachunga kondoo. Tazama yupo mdogo anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese. Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete. Tuma watu wamlete. Kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Hatutaketi mpaka atakapokuja. Bwana asifiwe. Amina. Watu muhimu wanapokuwa wanapotazamiwa kuletwa kwenye jambo fulani, hamwezi kuketi mpaka watakapofika. Samueli anasema huyo mtoto hatuwezi kukaa kikao mpaka afike hapa. Umewahi kuwa wa muhimu mahala fulani wakakusubiria kwa ajili ya tukio fulani? Iwe tukio la harusi, kwamba bwana, hii harusi mwenzetu yuko mbali, hata tuisogeze mbele ili akute na yeye amepata ruhusa serikalini huko, labda ni mfanyakazi wa serikali au ni wa kampuni fulani. Kwa jamani, na mwenzetu hii harusi haiwezi kufanyika na yeye awepo, tuacheni kwanza tulisogeze mbele.
Kikao hiki cha familia hatutaweza kukaa mpaka fulani awepo. Hivi umewahi kusubiriwa kwenye tukio fulani kama mtu wa muhimu? Jamani, Bwana asifiwe. Samueli anamwambia Yese, hatuwezi kuketi mpaka yule kijana atakapokuja. Mtu wa muhimu anaweza akasimamisha ratiba kwa sababu ni wa muhimu sana. Bwana asifiwe. Endelea. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Akatuma mtu naye akaletwa. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Ndiyo. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta. Maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Maana huyu ndiye. Yaani Mungu akasema huyu ndiye. Yaani pamoja na kwamba walipita wale watoto wengine wote, wakiwepo wakubwa, wakiwepo wenye maumbo fulani, warefu, wazuri, lakini bado hawakukubalika. Alipokuja Daudi, Biblia inasema Bwana akamwambia Samueli kwamba huyu ndiye, inuka umtie mafuta. Alafu na roho ya Bwana ikamjia Daudi baada ya kutiwa mafuta kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Samueli akarudi nyumbani Rama. Wakati huo Daudi ametiwa mafuta, na wala Daudi hakuelewa nini ajenda ya Mungu kwake. Na ufalme Daudi amekuja kuupata baada ya miaka 15 iliyokuja mbele, lakini alitiwa mafuta, hajui nini kinaendelea mbele. Na Daudi akawa na nguvu kwa sababu ya kutiwa mafuta. Roho ya Bwana ikawa kwa Daudi kwa sababu ametiwa mafuta. Kwa hiyo leo kwenye kanisa hili kuna mpango, kuna program ya kuwekea mikono watendakazi, kuna mashemasi wanaowekewa mikono, kuna wachungaji, kuna wazee wa makanisa wanaowekewa mikono. Hapo ndipo nguvu ya Roho Mtakatifu inapoanzia. Usihoji kwamba sasa kwa nini, kuna tukio gani mbele. Na ndio maana Daudi anasema alifanya vizuri sana. Yapo mambo ambayo ni machache ambayo Daudi anaonekana alifanya mambo sio mazuri, lakini yapo mambo aliyofanya mambo mazuri na makubwa kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa leo ukitangaza Bwana, leo tunawekea tunakuja kuwekea mikono mashemasi, watu wanakula kona, watu wanaondoka, hawaji. Wale mashemasi wakati mwingine hawaji, au mzee wa kanisa kabisa asije. Hasa mimi wanajiuliza kwa nini anakimbia huduma ya kuwekea mikono? Anawezaje kuliongoza kundi la Bwana asipowekewa mikono? Asipotengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu, asipotengwa rasmi kwa ajili ya huduma takatifu, anawezaje kuliongoza kundi la Bwana hajawekewa mikono? Na kanuni na mwongozo pamoja na Biblia inamtaka awekewe mikono ili atengwe rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Halafu yeye anakimbia. Inawezekanaje? Unajua huwa nijiuliza sana. Sasa Daudi akatiwa mafuta, alafu akaendelea kusubiria. Hata kabla ya hiyo miaka ya kuwa mfalme, Daudi alikuwa ameshatiwa mafuta. Na Daudi na Samueli baada ya kufanya vile akaondoka akarudi nyumbani. Kwa leo ninyi washiriki wenzangu, tunapokuwa kwenye huduma hiyo hatupaswi kuikimbia. Tunapokuwa kwenye huduma hiyo ya kutengwa rasmi kwa ajili ya utume, hatupaswi kukimbia. Yapo mambo makubwa ambayo tutayafanya baada ya kuwekewa mikono, baada ya kuombewa ombi maalum, baada ya kutengwa kwa ajili ya kazi takatifu. Yapo mambo makubwa mtakayoyafanya. Bwana asifiwe. Yaani maana yake unapokataa unasema, tafsiri yako unasema, mimi hata bila Mungu naweza nikafanya kazi. Mimi hata bila Mungu kazi yangu inaenda tu, maana ni kazi ya nguvu zako mwenyewe. Lakini unaweza kujiuliza kwamba hivi, unawezaje kugundua kwamba hii kazi ninafanya kwa sababu ya nguvu ya Mungu na hii kazi ninafanya kwa sababu ya nguvu zangu? Hivi umewahi kujiuliza hapo? Jamani, Bwana asifiwe. Ili
kazi iende, lazima utengwe rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa wewe ulipobatizwa kuja kwenye kanisa hili, umetengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Umekuwa maalum. Sasa leo watu wanapopata changamoto wanasema, jamani sasa mimi nitafanyaje? Tu ilibidi tu nifanye hivyo. Ndio ataanza kutangatanga huku na kule, huku na kule. Amesahau kwamba alishatengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya utume. Utaona mtu amepata changamoto ya labda na mgonjwa nyumbani. Anaambia, wewe usikalie maombi tu, angalia na kwingine. Amesahau kwamba alishatengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Angalia na kwingine. Wewe unakaa tu maombi na mbio. Kuna kakaudi kwa maombi na mbio. Na leo Adventista wa Sabato wengi wana maombi na mbio. Na mbio zenyewe sio mbio za kumtegemea Mungu, ni mbio za kujua wenyewe. Wamesahau kwamba Mungu alishawatenga maalum kwa ajili ya kazi yake. Wanasema maombi na mbio. Utawaona Waadventista wa Sabato leo wamekosa chakula, wanaenda kufanya kazi na siku ya Sabato ili wajipatie chakula. Umeshindwa kufanya kazi siku zote hizo upate riziki, siku hiyo ndio utapata chakula? Utawaona ameuguliwa mtoto, atakuja kanisani, mtoto watafanya maombi siku 2-3, anasema mimi naona hali ya kanisani mtoto wangu hata hapati unafuu, ngoja nimpeleke kwa bibi yake mahala fulani, ngoja nimpeleke kwa babu yake mahala fulani. Sio kwa babu yake wala kwa bibi yake, yuko kwa waganga, si mumo humu. Hatutabaki salama kama Mungu alishaweka mikono yake kwa ajili ya kazi yake. Bwana asifiwe. Hatutabaki salama kama tutashindwa kusimama na kumwangalia Yesu peke yake tunapokuwa tumeshindwa jambo fulani. Asubuhi ya leo tunataka tuangazie namna Daudi alivyopata fursa kutoka kwenye ufalme wa Sauli na kuwa mfalme. Kwa asubuhi ya leo kila mtu aendelee kujihoji kwamba Mungu anapokuwa ameweka mikono yake kwetu ni fursa ya kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Yaani Mungu ametuweka kwenye dunia hii kama fursa. Ni kama fursa ya kuambia wengine habari zake. Ni kama fursa ya kuwahudumia wengine. Tunawahudumia wengine. Kuna wengine hawajakuja hapa kwa sababu ya nguo hawana za kuvaa. Ukimuuliza kwa nini mama hujaenda kanisani? Kwa nini hujaja baba kanisani? Mimi tu nguo za kuvaa sina. Tuwaone hao walioko huko nje ambao wamekosa nguo za kuvaa ili waje kanisani. Tuwaone hao ambao wamekosa chakula kwa sababu siku ya Sabato ni ya kupumzika na wao wanaenda kutafuta riziki. Ni kwa sababu tu wamekosa chakula. Tuwahudumie. Tuwaone hao ambao wameshindwa kufika kanisani kwa sababu ya kuugua. Tuwaombee, tuwapoze magonjwa yao. Bwana asifiwe. Tuwatie moyo. Umetengwa rasmi kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hujatengwa rasmi kwa ajili ya mambo yako tu hapa duniani. Jambo ambalo limekuleta hapa kwenye ulimwengu, jambo ambalo limekuleta kwenye kanisa hili ni kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na sio kingine. Kwa asubuhi ya leo Mungu atubariki sana katika tafakari hiyo ya asubuhi ya leo. Asante sana. Basi tusimame tuweze kuomba. Tusimame wote, muda wetu umeisha. Tusimame wote tuweze kuomba wapendwa. Tusimame. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo kwa ajili ya neno lako. Somo lako la siku ya leo tulikuwa tukiangalia namna mfalme Sauli alivyokataliwa ikawa ni fursa kwa Daudi kuwa mfalme. Nasi leo tunapokuwa tumepata fursa, ulipotuita kuja kwenye kanisa hili, endelea kutupatia fursa ili tuweze kufanya kazi yako, na mwisho utakapokuja tuweze kurithi uzima wa milele. Asubuhi ya leo tunapohitimisha kipindi hiki, tunaomba pamoja nasi katika vipindi vingine vinavyokuja mbele yetu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.